Gana action, niba ushaka kwiga indimi gana action, ushaka kuba umusirimu gana action. Hamjambo wapenzi wafuatiliaji wa masomo yetu katika njia ya tovuti. Hii ni Action College na mimi ni mwalimu wako wa Kiswahili, naitwa Vincent Amani. Na kama mnavyofahamu, sisi katika Action College tunafundisha si Kiswahili tu, lakini tunafundisha na mambo mengine kadha wa kadha kabisa, kama vile kuendesha gari, kama vile mambo ya upishi, tunafundisha mambo ya ushoni, tunafundisha mambo kadha wa kadha kabisa. Na tunakualika kabisa uje ungane nasi, tuendelee kujizolea maarifa hapa katika Action College. Na leo, kwa siku ya leo, tutaungana tena katika somo ambalo linahusiana na sentensi ama matumizi ya sentensi za masharti. Yaani unaposikia sentensi za masharti ni kama vile unaposikia katika lugha ya Kiingereza conditional sentences. Yaani ni sentensi ambazo utasikia ndani yake kuna masharti ambayo unatakiwa kuyatimiza. Haya, acha tuingie moja kwa moja katika hali yenyewe. Hapa tuna sharti la kwanza ama sentensi ya kwanza ambayo ni sentensi ambayo inaonyesha sharti ambayo ni sharti halisi, ama kwa Kiingereza ama kwa Kimombo tunasema ni real condition. Yani hapa jambo linaweza likatokea kwa hakika. Yani kuna masharti lakini ni yale masharti ambayo yana uhakika ndani yake. Yani jambo linaweza likatokea kwa hakika kama tunavyoona hapo. Kwa utaona muundo wake tunatumia kama tunaongeza kitenzi katika wakati uliopo ama wakati ujao. Kwa mfano hapa kama utajifunza kwa bidii utafaulu. Yani sharti ni kujifunza kwa bidii. Kwa hiyo ukifuata hayo masharti kuna uwezekano kwamba utafaulu. Hilo ndo tunaita kwamba ni sharti halisi. Mfano wa pili, kama utapika haraka tutasubiri tule. Yani sharti hapa ni kupika haraka. Ukipika haraka kweli tutasubiri na tutakula. Mfano wa tatu, nikimwona nitamueleza ukweli halisi. Nikimwona nitamueleza ukweli halisi. Yani hiyo ni sharti ambayo jambo linaweza kabisa likatokea, kuna uhakika. Mfano mwingine, kama mvua itanyesha hatutaenda sokoni. Yani ni sharti kwamba mvua isiponyesha basi tutaenda, ikinyesha hatutaenda. Kwa maana yake ni nini? Maana yake sharti linaweza kutimia ni hali ya kweli. Yani hapa katika sharti halisi, yani ni kwamba jambo linaweza likatokea ama jambo linaweza likatimia. Hii ndio maana tunasema kwamba ni sharti ama ni sharti halisi ama ni hali ya kweli. Sawa. Kwa sharti jingine ambalo tunalo ama sentensi halisi, sentensi ambayo inaonyesha sharti nyingine ni sharti lisilo halisi. Katika Kimombo tunasema unreal condition, yani ni hypothetical situation. Yani tunaongelea vitu ambavyo havikutokea. Yani ni masharti lakini vitu hivyo havikutokea. Mfano ama kwanza tunaelezwa nini? Pale tunaelezwa kwamba jambo linaeleza hali ambayo haikutokea au haiwezekani kutokea sasa. Yani hivyo vitu haviwezi vikatokea. Yani tunaongelea vitu ambavyo havikutokea na haviwezekani hata kutokea. Kwa tunaundaje, muundo wake ni vipi? Yani muundo wake tunatumia kama, tunaongeza nge, tunaongeza kitenzi. Hiyo ni sentensi ya kwanza. Sentensi ya pili ama kipande cha pili tunaweka nge pia, alafu tunaongeza na kitenzi. Kwa mfano, kama ningekuwa na pesa ningenunua gari. Yani hiyo pesa sina na hiyo gari sina. Ndio maana tunasema kwamba ni sharti lisilo halisi, yani unreal conditional. Okay? Mfano wa pili, kama angefika mapema tungemwona. Yani hajafika mapema na hatukumuona. Kwa hiyo utaelewa kwamba ni kitu ambacho hakikutokea. Unreal condition.
Mfano wa tatu, kama usingechelewa tungeshaondoka mapema. Kama usingechelewa tungeshaondoka mapema. Kwa hiyo maana yake hapo ulishachelewa na hatukuondoka mapema. Kwa hiyo tunaongelea vitu ambavyo havikutokea. Au kwa Kiingereza tunasema unreal condition. Maana yake ni nini? Maana yake hali hii ni hali ya kufikirika ama imaginary or unreal. Yani vitu hivyo havikutokea, yani tunasema ni unreal. Yani ungekuja tungeenda wote, haujaja hatukwenda wote. Kwa hiyo ndio maana yake sharti lisilo halisi. Tunaendelea na sharti la tatu ama sentensi ambayo inaonyesha masharti. Ni sharti la zamani, yani pale tunazungumzia vitu ambavyo havikutokea wakati wa nyuma. Yani tunazungumzia vitu ambavyo havikutokea kabisa japokuwa ni masharti. Kwa mfano, kwanza tunatumia muundo wake ni tunatumiaje muundo wake? Yani hapa tunatumia ngeli ama angali kuonyesha jambo ambalo halikutokea lakini lilitarajiwa. Yani hili jambo kabisa lilitarajiwa lakini halikutokea. Ndio maana tunaita sharti la zamani, past condition ama unreal past. Mfano, kama ningelikuwa na muda ningelikuja kukusalimu kabisa. Yani kama ningelikuwa na muda ningelikuja kukusalimu kabisa. Yani hapo maana yake sikuja kukusalimu na huo muda sikuupata. Kwa hiyo tunaita past ama tunaita sharti la zamani au past conditional or unreal past. Mfano wa pili, kama tungelijua hali ya hewa tungelibaki majumbani. Kama tungelijua hali ya hewa tungelibaki majumbani. Kwa hiyo hali ya hewa hatukuijua na tuliondoka maana yake. Kwa hiyo ni kama tunaongelea vitu ambavyo havikutokea lakini vilitarajiwa kabisa. Ni kama vile tunajuta. Mfano mwingine, kama angalijitayarisha, yani hapa tunatumia kama angalijitayarisha angalifaulu mtihani wa taifa. Yani tatizo hapa hakujitayarisha wakati wa nyuma, kwa ni vitu ambavyo havikutokea na tunavijutia kabisa. Kama angalijitayarisha angalifaulu mtihani wa taifa. Kwa hiyo tunaita ni sentence ambayo inaonyesha masharti lakini sharti lenyewe sharti la zamani. Maana yake ni nini? Maana yake ni sharti la zamani ambalo halikutimia. Hiyo ndo maana ya sharti la zamani. Kwa hiyo mtu huyo hakujitayarisha kabisa wakati huo na hakufaulu mtihani wa taifa. Maana yake alifeli mtihani wa taifa. Lakini unasema kwamba laiti mtu huyo kweli angejitayarisha angefaulu mtihani wa taifa. Hapa tuna sharti la uwezekano. Yani uwezekano ni kitu ambacho kiko possible, yani possibility. Conditional of possibility. Yani hapa mfano maana yake ni ukitimiza sharti hili vitu vinaweza vikawa sawa. Kwa mfano, kwanza hutumika wapi? Hutumika kuonyesha jambo linaloweza kutimia ikiwa sharti fulani litafikiwa. Yani maana yake hapa sharti hilo likifikiwa basi mambo yatakuwa sawa. Kwa mfano, iwapo utasoma vizuri unaweza kufaulu. Iwapo utasoma vizuri unaweza kufaulu. Kwa hiyo pale tuna condition moja ama tuna sharti moja la kusoma vizuri. Kwa hiyo kuna uwezekano ama there is possibility for you to succeed. Mfano wa pili, endapo watakuja tutawapokea. Kwa hiyo kuna uwezekano hawa watu wakija tutawapokea. Maana yake tunatumia endapo. Endapo watakuja tutawapokea. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kuwapokea wakifika kabisa. Kama kutanyesha tutasubiri ndani. Maana yake ikinyesha mvua basi hakuna kitu kingine, tutasubiri ndani. Mwishoni kabisa hapa tuna mfano wa mwisho ambao unasema ukipata nafasi utanipigia simu. Yani hapa kuna uwezekano kwamba
ukinipigia nitapokea, yani ni ukipata nafasi basi utanipigia simu. Hiyo ndio tunaita sharti la uwezekano ama condition of possibility. Kwa hiyo nipendi kuwashukuru nyote kabisa ambao mmekuwa nami kuanzia somo lilivyoanzia na hapa ambapo tumeweka nukta kabisa. Kwa hiyo nipende kuwashukuru na nawatakia wakati mzuri, na kama utapenda kabisa kujiongezea maarifa, Action College tunapatikana kila sehemu, tunapatikana kila kona nchi hii. Kwa hiyo karibu sana, tusaidiane kujiongezea maarifa. Asante sana. Gana Action, niba ushaka kwiga indimi, Gana Action, ushaka kuba umusirimu, Gana Action.